Angazia matukio ambayo tumekuwa nayo katika kipindi kabla ya Mheshimiwa Rais kujitokeza na kupeana taarifa yake kwa taifa zima hapo kesho, lakini pia tunaangazia kule tumetoka, tuko wapi, matatizo tulionayo na mambo kama haya. Tulikuwa tunazungumzia masuala ya mabadiliko ya ile mifumo ambayo imekuwepo awali, kwa mfano ule mfumo wa afya ambao umebadilishwa, na pia kuna mfumo wa elimu ambao pia umebadilishwa. Nitaanza na daktari hapa, labda ni athari gani hizi zinaletwa baada ya moja kwa moja kuingia Mheshimiwa Rais? Hajamaliza miaka 3-4, mabadiliko haya yanatokea kwa mifumo mbalimbali kwa wale ambao tumewazoea, lakini yanabadilishwa, kunaletwa vitu vingine bila ya kuwepo na utaratibu labda ama kupeana elimu kwa jamii. Tatizo liopo kubwa ni kwamba Rais aliweza aliahidi mengi sana na hakufanya utafiti. Ni wale ambao pengine wachache wako karibu na yeye waliamua kwamba twende njia fulani bila kuwahusisha Wakenya wa kawaida. Kwa mfano upande wa elimu, hapa awali tulimuona Matiang'i na mwenda zake profesa wakijenga madarasa kwa shule za upili. Sasa hivi tumeambiwa kwamba watoto hawa watabaki kwa shule za primary, hawataenda kwa shule ya upili. Shule ya upili iko na walimu lakini haina wanafunzi. Au nazungumzia grade 9 kwa sababu wanabaki kwenye primary. Ndio. Na hao wenye wanabaki kwenye primary tunapata kwamba wanafunzi wapo lakini hamna walimu na hamna darasa. Unaona pale ni swala ambayo ni nyepesi sana, ile ambayo linatakiwa liamuliwe, lakini tumelazimisha kwamba waacha watoto wabaki hapa. Ambapo unaangalia wale ambao wanafanya 844 kwa secondary, wale walimu, itafanyikaje kuendelea mbele wakati hatuna form 1? Hao walimu watakuwa na kazi gani ili kuweza kutekeleza mfumo huu wa elimu? Nataka kusema kuna walimu ambao hawana kazi. Kuna walimu wa shule ya upili ambao ndio hawana kazi kwa sababu hawatapata wanafunzi. Wale wa form 1. Wale wa form 1 kwa sababu wao wamebaki kwenye shule ya primary, na shule ya primary ambao wamebaki wako na mwalimu mmoja kufunza subject karibu 14. Na hao walimu hawajaandikwa kazi, ama wale ambao ni walimu wa vibarua, ambapo unaona kwamba ni swala ambalo linatatiza. Na Rais akasema kwamba wabunge watajenga darasa na kuna hela fulani ataweka pale. Kumaanisha hakuwa amepanga vyema kuweza kushughulikia swala la elimu. Tukiangalia swala la vyuo vikuu kwa mfano, alileta mfumo kwamba kwa band 1 mpaka band 5. Na tunaona kwamba watoto ambao hawajiwezi wamewekwa kwa ile mfumo ambayo inatakiwa walipe hela zote. Malalamishi yanatolewa, lakini Rais anasema basi tunaendelea vyema. Yeye mwenyewe binafsi anajitokeza kuweza kujieleza. Je, hawa wako karibu na yeye ambao ni wakurugenzi, mbona hawaelewi chenye Rais anaelewa? Tuje kwenye mfumo wa vyuo vya juu sasa. Wewe kama mwalimu unapata matatizo gani ambayo mnayoshuhudia? Kakangu, acha nikurejee kwenye historia, na napenda historia kwa sababu historia inatufunza sana. Tatizo liliopo sasa kwa vyuo vikuu ambalo halijaweza kutambuliwa kwa urahisi ni kwamba yule aliyekuwa waziri wa elimu Matiang'i aliondoa parallel programs. Hapo ndio tatizo kubwa lilianza. Kwa sababu zile parallel programs zilikuwa mfumo ambao ulikuwa unatarajia kwamba kila Mkenya ambaye ako na uwezo ajilipie na aweze kusoma, hata kama ulipata alama ya D ama ipi utasoma. Alipoondoa pale, vyuo vikuu vilianza kukosa hela, na ndio hivyo unaona wahadhiri hawana pesa kwa sababu ndio athari zake ndio hivi leo. Alafu Rais amekuja akasema kwa sababu mko na madeni mengi, nitabadilisha mfumo wa funding ili tuweke kila mtu aweze kulipia. Na ndio hivyo tumepata tena, haisaidii. Nikupe solution kidogo. Ikiwa tutachukua basari yenye Rais ako nayo, basari ya governor, basari ya mbunge, basari ya women rep, basari ya MCA, yatosha kushughulikia masuala ya elimu, na kila Mkenya mtoto wake asome bure kuanzia shule ya chekechea hadi chuo kikuu. Lakini kwa sababu ya siasa, kila mtu anataka kushikilia ile ambaye kwambia nawapa kitu. Hiyo ndio tatizo ambayo tuko nalo. Safi kabisa. Mzee wangu, ingekuwa wewe ungefanya nini? Ama Sauti ya Mkenya wanatoa mawazo gani kumsaidia Mheshimiwa Rais katika kasi ambayo imekuja ya mifumo, mabadiliko na nini? Nataka nikwambie hivi bwana, kuna msemo mmoja unasema hivi, adui muombe njaa. Inawezekana serikali na tuombea njaa. Kwa sababu gani? Serikali imekuwa na mambo mengi kwa wakati mmoja. Chukua tatizo hili moja, dili na hili tatizo. Ukishaona limeanza kushika kasi, liache, shika jingine. Mimi nakwambia hivi leo Bwana Ali Manzu. Mimi kuna binti yangu alimaliza shule inaitwa Valley View. Iko hapa Mathare.
akaenda Buyangu Girls iko Western. Sasa hivi naye ndani ya nyumba. Hajaenda sehemu yoyote. Alibatika akapata C. Kuna kijana alitoka the same shule. Akaenda shule inaitwa huko Isiolo, shule moja sio na nini. Huyo kijana amepata A- form 4. Yuko nyumbani. Ni lini hiyo? Tunaongea juzi haya. Yuko nyumbani. Hiyo kitu inaniuma hata kuliko binti yangu. Kwa sababu gani? Alikuwa na mpango wake kwenda kusoma wakili. Lakini yupo nyumbani mpaka sasa hivi kwa sababu ya mfumo mbovu wa serikali uliopo sasa hizi. Serikali imeweka mbinu chafu. Ndio maana nimekuambia kuna msemo unasema adui muombe njaa. Inawezekana serikali hii iliyopo sasa hizi inatuombea sisi wananchi wake njaa. Inatumaliza. Serikali ingebuni mbinu ya kusaidia watu wake. Kwa sababu njaa inatuombea umaskini wa fedha, inatuombea umaskini wa kila namna. Sasa sisi tunashindwa mpaka sasa hizi. Ni wale watu ambao rais amewachagua, amewateua kumsaidia ndio hawawezi kazi, au ni mipango ya rais kutufanya tuwe maskini. Lakini mifumo inayokuja mwenyewe anasema kwamba ni mifumo ambayo itasaidia baadaye. Jana ametoka akasema kwamba mutakuja pigwa na butwa. Nisikilize. Tutapigwa na butwa, tujakataa. Lakini mbona hatuoni progress hiyo? Mpeni muda. Nakwambia hivi, nikutolee mfano. Nipe. Ulikuwa unamjua Usain Bolt? Usain Bolt mkimbiaji, ulikuwa unamjua? Ndio. Unamjua Omanyala? Omanyala alikuwa anaanza pole ndio ashinde. Ukichomoka umechomoka. Inatakiwa wakati unaongea kitu uchomoke. Mambo ya kusema nitaenda pole nichomoke hakuna. Umeanza leo kitu chomoka. Mbona wakati wa kuzitaka zile pesa mnazitaka amuendagi pole? Wabunge hao wanataka pole kwa mambo ya pesa yao. Utasikia leo wameongea wamepitisha. Ishaenda. Maana yake wameenda haraka. Sasa kitu nataka nikwambie leo, system ya elimu ambao wanaifanya sasa hivi, system ya afya wanaifanya sasa hivi, hailipi kwa wananchi hawa ambao walichagua serikali hii. Inawaumiza. Wabuni mbinu, waende na mfumo taratibu. Waanze kama ni idara hii wameamua waanze. Alafu mimi ningeshauri serikali, mimi kwa mimi. Unajua sisi tuna criticize lakini mwisho wa siku tunatoa nini? Tunatoa suluhu. Ndio. Rais achague mambo mawili au matatu. Adili nayo kuanzia sasa hivi mpaka mwisho wa muhula wake wa kwanza. Naomba unyamazie hapo manake kuna jambo lingine nilikuwa nataka kuliweka kwenye baadhi ya miradi daktari. Niseme tu hivi kuweza kukubaliana na ndugu yangu. Rais aache mawaziri wake wafanye kazi. Shida iliyopo ni kwamba rais ana micromanage kila sekta. Hiyo ndio ukweli uliopo. Kila idara. Na ndio unaona kwamba kuna shida kubwa. Yeye anaelewa zaidi na mawaziri wake hawaelewi. Anaelewa zaidi na wale wadogo hawaelewi. Hiyo ndio tatizo kubwa la William Ruto. Aache mawaziri watekeleze wajibu wao kulingana na tajriba yao na vile wanaelewa na kisomo. Baadaye ataweza kuwasaidia kuendeleza taifa. Alimanzo, nataka kuambia kitu kidogo. Unaona polisi tulionao saa hizi hao? Polisi hao wakitoka kazini kwao wanaenda kuendesha bodaboda. Hebu imagine polisi hawa ambao wanatulinda saa hizi wanakuambia mshahara wakikatwa mtu ameenda na 2,000 nyumbani. Kuna polisi rafiki zangu karibuni 3 4 wakitoka jioni wanaenda kuendesha bodaboda. Hebu fikiria mpaka polisi ana shida. Nchi hii polisi ana shida. Anaitwa Edward Rioba, huyu ndiye ambaye anazungumza na wananchi ambao mara nyingi yuko nao hapa mitaani na pia anasimamia mabunge yale ya wananchi. Mtazamaji, kuna swala pia mojawapo ya miradi ambao pia ililetwa na rais ambao unajulikana kama Hustler Fund na namna ambavyo umesaidia kukimu maisha ya Wakenya. Hebu tumsikize Mheshimiwa Rais katika hotuba yake mwezi wa Novemba mwaka jana akiwaelezea Wakenya kuhusiana na hatua ambazo zimepigwa na pia biashara ikoje. To the Hustler Fund has exceeded most initial projections and surprised even the most hardened skeptics. By the end of last month, the fund had disbursed Kenya shillings 36.6 billion and in savings 2.3 billion, and with 7.5 million repeat borrowers whose overall repayment rate is at 73%. The top borrower of the fund has so far accessed Kenya shillings 4.5 million in 800
216 transactions, while the top voluntary saver is at 631,491. Naam, hayo ni baadhi ya mafanikio. Mwaka jana mwezi Novemba, Mheshimiwa Rais alikuwa akielezea kuhusiana na zile fedha za Hustler Fund ambazo pia ilikuwa mojawapo ya miradi ambayo aliingia nayo kwa kasi sana kuwasaidia Wakenya kukopa na kuendelea na biashara zao. Lakini tuaja kwenye swala la biashara sasa. Tuangazie sura ya biashara na nitaanza na Edward. Taifa la Kenya ni taifa la madeni. Kweli urongo? Kweli. Kwa nini inakuwa hivyo? Nataka nikwambie hivi. Nina wasiwasi. Na si mimi peke yangu, Wakenya wana wasiwasi. Tangu serikali ya UDA iingie mamlakani, wamekopa madeni mengi. Kuna uwezekano hizi fedha wanazozikopa nje hazifiki Kenya, ziko kwenye mabanki yao nje. Hiyo ni namba moja. Namba 2, biashara nyingi ambazo zinafanyika sasa hivi Kenya hii, nyingi zimefungwa. Zinafungwa kwa sababu gani? Mwananchi wa kawaida uliyemtegemea atafanya manunuzi katika biashara za watu wao hana pesa. Watu wamekopa hizo Hustler Fund. Unakuta mtu amekopa tu 1,000. 1,000 yenyewe inamshinda kulipa. Kwa sababu anakopa leo, mimi na mke wangu tumekosana ndani ya nyumba, chakula hakipo, alafu mke wangu anasikia na hiyo shilingi 1,000 kwenye simu. Watoto wamelala njaa jana. Inabidi nitoe kwa sababu naangalia watoto walilala njaa. Hata nikienda kufanya biashara sasa hivi, biashara gani itainuka? Inakuwa ngumu. Hebu nenda Gikomba. Gikomba ndio soko ambalo limesaidia kila mwananchi katika nchi hii. Unajua soko la Gikomba zaidi ya watu milioni 8 wanafanya biashara kila siku. Zaidi ya watu milioni 8 wanafanya biashara kila siku Gikomba. Sasa hivi pungua karibuni milioni 4 kila siku ndio wanafanya biashara pale. Sasa jiulize swali, kwa nini soko kama hili limepungua? Mtu anabeba nguo zake anapeleka hata Western, anapeleka Mombasa, anapeleka wapi, lakini akifika nguo alizotegemea ataziuza ndani ya wiki moja, anaziuza miezi miwili. Na watu unaozungumzia milioni 8 ni wale ambao wako pale na wale ambao hawako pia. Yaani naongea hivi, watu milioni 8 ambao wanaingia soko la Gikomba kipindi cha nyuma, wanatoka sehemu tofauti za nchi. Nataka nikwambie, ukienda pale Gikomba utakuta watu kutoka Madagascar. Ukienda Gikomba utakuta watu kutoka Tanzania. Machinga. Ukienda Gikomba utakuta watu wanatoka Kampala, watu wanatoka Sudan, wanakuja kuchagua biashara wapi? Wanatoka Burundi, wanatoka Rwanda, wanakuja kuchagua biashara, wanakuja kuchukua biashara Gikomba. Lakini leo wanakuja milioni 4. Milioni 4 utakuta labda ni Wakenya peke yao ndio wanazunguka kwenda Gikomba kufanya biashara. Kwa sababu gani? Mfumo wa biashara sasa hivi umekuwa mgumu kwao. Wale ambao walikuwa wanatoka nchi za nje kuja hapa, wanakuja wanakuta bidhaa zimeongezeka bei. Umenielewa? Kodi zimekuwa too much, bidhaa zimeongezeka bei. Hawawezi kuja kwa sababu wao wanaangalia na wao faida wakizingatia umbali wanaotoka. Mtu anatoka Rwanda mpaka afike hapa anaweza kuwa ametumia karibuni shilingi 5,000 ya Kenya nauli. Kuja, kwenda na kurudi anatumia zaidi ya shilingi 10,000. Alafu aje anunue mzigo wa shilingi 20,000, anaenda kupata nini? Anaamua kukata mguu, aende nchi jirani, labda kama kwa mfano kutoka Rwanda aende Uganda ndio akapate mzigo huo. Kodi zimekuwa nyingi ambapo wameshindwa kusaidia wananchi hao waweze kujimudu kimaisha. Lakini hivi sasa kinachoendelea kwa mfano pale Taita Taveta na sehemu ya Kericho kama sijakosea, kuna maoni wa Kenya wanaendelea kutoa kuhakikisha kwamba hizi kodi zinapunguzwa. Hii ni mojawapo ya hatua serikali labda imeona sasa imshirikishe mwananchi ili kuweza kudhibiti masuala ya kodi. Nataka nikwambie kitu nani Ali. Shida tulionayo, kodi hazitapungua. Kwa sababu gani? Viongozi tulionao hawafikiri nje ya box. Kwa sababu ili uweze kusanya kodi, tanueni biashara, panueni biashara ziwe wigo, biashara uwe tanua wigo kwanza. Wa biashara ziwe nyingi, ndio kodi ndio inamtoa mtu kodi kidogo iweze kusaidia. Huwezi kuniambia unaharibu biashara za watu, alafu huyu na huyu wametoka ukamkandamize yule mmoja kwa kumdai 1% kubwa ili ndio ufidie wale watatu wamefunga. Haiwezekani. Hapa ulipotanueni wigo, kwa sababu hata maongezi ambao wanaongea Taita Taveta na Kericho yale ni fumba macho ili watu waone public participation imefanyika. Lakini wengi sio fumba macho, tumeangazia hii tangu juzi, wengi wanakataa kodi hizi. Na kwambia wengi wanakataa, lakini mwisho wa siku kodi zitaendelea. Biashara ili wapate pesa wanataka nini? Daktari, upande wa biashara unaona kuna uimarikaji wote, na pia unaangazia kwamba hapa naomba uangazie hili swala la kodi, maana yake ndilo ambalo linamuumiza sana mfanyi biashara. Kabla niangazie swala la kodi, ni vyema kwamba niguzie swala la Hustler Fund na matatizo yaliyopo. Kwamba rais aliwaahidi wa Kenya kwamba atatenga, ndimi zake zimekuwa zile za kutenga, na kweli akatenga hela hizo.
Lakini ningekurejeshea hapa awali uangalie ripoti ya mhasibu wa serikali. Yule Auditor General vile alipaangalia masuala ambayo aliibua. Alisema kwamba kuna account zaidi ya 129,000 ambazo zilikopa milioni 81 na zimefungwa. Swala la pili, kuna account 867 ambazo zilifanya duplicate na zikachukua shilingi 1477 na haijulikani. Haya mambo yamekuja kuweza kumkaba kwa mwananchi wa kawaida, kwa sababu rais alinuia na ametimiza kuongeza ushuru ama kodi kwa biashara kawaida ili kuhakikisha kwamba pato la serikali limepanuka. Lakini alipoongeza hakuweza kutenda yale ambayo yalihitajika ili biashara vinawiri ili aweze kusanya kodi hiyo. Na hapo tena ningekurejea kwa swala lingine ambalo ni nyeti. Tunataka tuangalie kodi ya serikali kila mwaka, matumizi ya serikali kila mwaka, na tuone deficit ipo wapi. Ukifanya hivyo utashangaa kwamba hatuna deficit. Na je, kama deficit ipo ni ndogo sana, na mbona tuendelea kuchukua kodi? Na wakati tumechukua kodi tunaendelea kuwakandamiza wananchi wa kawaida, hasa wale ambao walichukua Hustler Fund kuendeleza ile SMEs, zile biashara ya chini wadogo. County inaitisha hela zake. Kuna kodi nyingi sana, kuna fire, kuna license, kuna nini, mambo mengi ambayo wanaitisha. Na hamna wakati ambapo hata county utapata kwamba ije kujitokeza kimasomazo iweze kuwapatia elimu na saa ya kuwasaidia hawa ambao wanafanya biashara ili waweze kuinuka. Kumaanisha kwamba serikali inaendelea kuandamiza mwananchi wa kawaida. La mwisho, kodi hii ambayo ilifanya tukaangusha ile finance bill ilileta maandamano, ndio yale ambao tunaona kwamba wameleta tena kwa wakati huu, wanajaribu kuwashirikisha mwananchi wa kawaida kwa kujadili mawili matatu. Swala kubwa ni je, maoni ya mwananchi wa kawaida yatazingatiwa ili tuhakikisha kwamba tunahusika vyema kwa kuendeleza serikali yetu? Hiyo ndio tatizo kubwa. Je, hao viongozi wanawasikiza? Na wakati wanawasikiza tunaona wakitekeleza yale ambayo mwananchi wa kawaida amelalama. Hiyo ndio tatizo kubwa. Naomba tuzungumzie kabla hatujamaliza, manake muda pia unasonga sana, na hili ni swala la msingi, hawa vijana ambao wanaoinukia hivi sasa. Katika hoja ambao ulimalizia kwamba walipelekea baadhi ya miswada ile ikatolewa lakini amerudishwa tena, hawa vijana vipi kama taifa inaweza kuwadhibiti? Manake hata kesho pia ametishia kwamba rais anazungumza na wananchi, basi tutajaribu kupeana ujumbe wetu pia kwa namna nyingine. Kakangu, ni kueleza hivi, kuna wimbi na kuna upepo mzito unavuma duniani kote. Vita vinavyokuja ni vita kati ya vijana na wazee. Wacha vile ambayo tulikuwa nayo hapa awali. Kwa sababu gani? Population ama idadi ya vijana ni kubwa mno. Ndiyo. Lakini hatujaweka mikakati ya kuhakikisha kwamba vijana hao wanapata ajira, waweze tutawadhibiti tu kwa kupitia kuwapatia ajira. Wakati ambapo hawana ajira, na kwa sababu ya teknolojia ambayo tuonayo kwa sasa, kumbuka kwamba hawa wa maandamano tuliona pale awali walitumia simu, walitumia mtandao, wakajipanga na wakapata kwamba serikali ilikuwa naked. Ndiyo. Unaona? Ndiyo. Hapa hivi lazima serikali iweze kuacha kuwachukulia vijana kwa wepesi kwamba wanahitaji tu michezo. Vijana wanahitaji kazi dhabiti. Na kazi dhabiti si kuwapanga wa Kenya kuwapeleka ugaibuni. Babu zetu walikuwa wanachukuliwa kama wale watumishi, watumwa. Na walikuwa wakienda wakilia, wakilalama vile walikuwa wanafanywa mateso. Sasa hivi vizazi hivi vinapelekwa kule ng'ambo na viongozi tulionao ambao ni wabeberu wa kisasa, ambao wanawaambia tuwapelekeni vijana wetu ng'ambo waweze kutengeneza hela kule, watutumie nyumbani tuendeleze uchumi. Uongo ambao ni mkubwa sana. Mimi ningekuwa na nafasi, ni Wachina wangapi ningewaleta hapa kwa kila kaunti wafungue viwanda hapa, kuliko mimi kuwabeba vijana 5,000 kuwapeleka ugaibuni kufanya kazi zile za chini sana, ambapo natarajia kwamba watainua uchumi wa taifa. Serikali lazima iamke vyema kwa wakati huu, iweze kuzingatia mikakati dhabiti ambayo itahusisha vijana wenyewe, kueleza kwamba vipi tutajenga ajira na kwa sababu tunapenda taifa letu.
Na sisi wote tuna haki hapa kuweza kuongea. Hatuongee kwa sababu tunamchukia rais. Tunaongea kwa sababu tunampenda na tunataka atuelekeze vyema. Hiyo ndio nia yetu. Asante sana mzee wangu Edward. Mimi nataka kusema hivi. Hili vuguvugu la vijana bado ni wasiwasi, na pia kwa upande wenu nyinyi. Nataka nikwambie hivi. Wadhibitiwe vipi? Nakwambia hivi. Hii miezi 3, 4, 5 rais awe makini sana. Ajue ni jinsi gani na control movement ya hawa vijana. Na mtahadharisha mheshimiwa rais. Nakwambia sikufichi. Tunasikia maneno huku chini. Unajua sisi ndio tuko chini tunasikia. Hii miezi 3, 4 hii hawa vijana kuna uwezekano wakarudi barabarani. Na wakirudi barabarani kuna uwezekano wazazi wao wakawasaidia. Kwa hiyo rais awe makini sana. Kwa sababu vijana hao wanahitaji kitu kinaitwa, unajua hakuna nchi duniani iliajiri wananchi wake wote serikalini. Haipo. Kama ipo labda itakuwa ni Kenya ya kwanza, sijui. Kitu ambacho rais anatakiwa kukifanya ni mazingira yaliyo bora. Hawa vijana wajiingize kwenye ajira zao peke yake. Weka wepesi kwa mtu kujiajiri. Usiweke ugumu kwa mtu kujiajiri. Mtu afanye kitu chake mwenyewe, afanye biashara zake mwenyewe, mazingira yawepo mazuri. Conducive environment ya kujiajiri. Hii peke yake itawafanya hawa vijana kila mtu atashughulika na mambo yake. Sasa hivi hata kuuza mayai peke yake ni shida. Mtu anafukuzwa mjini. Mtu anakanyagiwa chakula. Kwanza hizi ngoja hili swala la kazi zingine tunaleta raia kutoka nje kuja kuzifanya. Ndio nataka nije nikwambie sasa. Ndio nakuja hapo. Nataka nikwambie hivi, ukimwekea Mkenya wa kawaida mazingira mazuri ya kufanya kazi. Umenisikia? Ajiuzie mayai, ajiuzie, asisumbuliwe. Bora umemweka specific place bana. Wewe kaa hapa, nataka udumisha usafi. Sikudanganyi. Mkenya hawezi kwenda kuajiriwa kwenye kazi ya ofisi, alipo mshahara shilingi 40 na para anatengeneza shilingi zaidi ya shilingi 3,000, 4,000 kwa siku moja. Kwa nini niende kwenye ofisi? Kufanya nini? Kwa sababu ofisini kwanza nimenyimwa nafasi. Sijui unanielewa? Hapa niko huru, nikimaliza biashara zangu nitaenda kufanya mambo mengine kwangu nyumbani. Ofisini una muda huo. Lakini ukiweka jinsi mtu anaweka sehemu zake njugu anauza, unamwaga chini unakanyaga. Kwanza unalaani kizazi chako wewe mwenyewe. Umenielewa? Alafu unamharibia namna hiyo. Wakuta wamama wanauza mboga pale, unawakanyaga, wanakanyaga mboga zao chini. Mtu anauza maembe, unakanyaga, anauza machungwa, mapapai, unakanyaga. Hiyo inakuonesha nini? Kwamba kuna watu wako special kwa ajili ya kuharibu maisha ya watu wengine wa kawaida wa chini. Katika kumalizia mjadala wetu, nitaanza na wewe Edward. Unatarajia hotuba ya aina gani ya rais dakika 2 kesho? Hotuba ya kwanza ya rais, mimi nafikiria kwanza akubali kutubu kwa Wakenya kwamba amewakosea. Hiyo ni namba 1. Namba 2, rais aamue kwamba sasa imefika wakati wa kufanya kazi, awaachie viongozi wake wote wafanye kazi. Sasa hivi kuna njaa inakuja wasipoangalia. Rais akubali wabunge wake hawa MCA wake warudi huko nyumbani, wakieleza watu, jamani, sasa hivi hizi mvua zilizoko kidogo hizi tuzitumie, tusiache hizi mvua, kwa sababu tukiziacha tu hivi kesho na kesho kutwa kuna njaa inakuja kutupiga. Angalia majirani zetu sasa wanaanza kulia njaa. Ina maana vyakula vitaanza kutoka Kenya, kama vipo kidogo vitatoka nchi za jirani, vitaenda hizo nchi zingine ambazo unasikia wanalia njaa. Kitu kingine cha mwisho, rais hakikisha vijana wetu hawa wanapata vitambulisho, ili vitambulisho hivi wasaidie kutafuta kazi. Especially sisi tunatoka kaunti ya Migori, tunakosa vitambulisho. Wakuria tunakosa vitambulisho kabisa. Wezi niambia Nairobi kitambulisho mwezi mmoja imetoka, Kuria sasa hivi mwaka na kitu, miaka 2 mtu hajapata kitambulisho. Hajapata kitambulisho miaka 2. Tunataka hiyo. Vile vile ukumbuke 2027 utakuja, kuna maeneo utakuja. Sisi kwa mfano sisi Kuria East walikuja wakatuwekea msingi wa kujenga foundation ya kujenga KMTC. Mpaka leo KMTC haijajengwa. Walivyochimba shimo ni hivyo mpaka leo. Tunataka KMTC kabla ya 2027 ukija unakuja kifua mbele na tuambia Wakuria, jamani nimekuja kura, tukikuuliza utatufanyia nini, unaambia si nilifanya KMTC ni hii hapa uliona. Ndio tunasubiria hiyo. Daktari, mimi natarajia nini kesho? Natarajia kwamba rais atapigia upato ama debe yale ambayo 2 matatu ametekeleza, na wakati tunapoangalia atazingatia pengine sekta ya afya, elimu, uchumi na pengine sekta za barabara, kwa sababu kuna mipangilio kama hapa awali. Cha msingi ni kwamba aweze kutupatia ripoti hiyo na kutuahidi yale atatuahidi, lakini ayatekeleze, kwa sababu Wakenya wamechoshwa na
kuhaidiwa na kukosa kutekelezwa. Hiyo ndio tatizo kubwa liliopo. Rais aweze kushughulikia masuala ambayo, na pengine ningependa aguzie swala ambalo ni extrajudicial killings. Ile kidnappings zinafanyika. Vipi itakoma? Nataka tuondoe masuala kama hayo. Ufisadi uliopo tunauona. Vipi anashughulikia masuala kama haya? Masuala ambayo yanajitokeza katika elimu, vipi atashughulikia? Afya atashughulikia vipi? Kahawa, majani chai, ili kilimo kuweze kunawiri. Asitupatie tu ripoti na kupigia debe yale ambayo reforms anafanya. Na wale ambao wako kwenye serikali awape nafasi watekeleze wajibu wao, na watoke Nairobi waende mashinani wasukume agenda ya serikali, ili serikali ionekane inasema na kutenda. Kama si hivyo itakuwa vigumu sana kuweza kushabikia serikali kuendelea hapo mbele. Kuna kitu kimoja unajua mmezungumza tukiingia ndani, na pia ndo nawaza saa hizi kwamba wakati fulani ulikuwa ukija Nairobi unakuta kuna moshi juu, na pia ukizunguka katika sehemu ya viwandani kule unakuta kuna shughuli zinaendelea kinyume, na sasa viwanda vimesalia mahame, mapanya ndio wako kule ndani. Hii ni ishara gani, daktari? Tatizo liliopo ni kwamba tumeharibu uchumi wetu kwa ile sekta tunaita manufacturing, kwa sababu ya kukubali mali duni ama bidhaa duni kutoka Uchina nje. Kwa sababu taxes ambayo tumeweka ama mikakati tumeweka sio ya kutetea kampuni za hapa nyumbani, bali ni za kutetea vitu ambavyo vinaagizwa kutoka kule zije. Enda kule industry utapata kwamba hamna kitu kinaendelea. Hata sindano, hata toothpick yatoka tunaagiza kule. Vipi tutaweza kuhakikisha kwamba sekta hii ambayo ingeajiri hawa vijana ambao wanatuletea tatizo, kwa kuhakikisha kwamba mikakati ipo katika sekta hiyo, na turejeshe zile institution ambazo zilikuwepo kuhakikisha kwamba manufacturing, Kenya Association of Manufacturers, wale FKE waletwe wasaidie mikakati, ili mwananchi ambayo una produce ama unatoa ile viazi kule nyumbani, value addition itatokea vipi? Utahakisha vipi ili tuweze vile bidhaa tuko nazo kwenye Ngong Road, vipi tutaziuza kule ugaibuni, ili tupunguze makali ya Wachina ambao wameingia hapa? Kwa sababu tunapoendelea hivi tunaenda kupitwa na majirani wetu, kwa sababu manufacturing imeisha, na ni kwa sababu rais amekuweka mikakati ambayo inasaidia wale wageni wala si wa Kenya. Mimi nataka kusema hivi, na mimi kwa kumalizia hapo kidogo, nataka kusema hivi. Mwanzoni nilipoanza hapa nilisema hivi, mlevi akikwambia kitu amekwambia ukweli. Hiyo neno mimi ulipenda. Hiyo neno mimi ulipenda sana. Mlevi akikwambia kitu chunguza. Rais anasema ni serikali sikivu. Nafikiri ndivyo anasema. Ndio. Nataka nikuchekeshe kitu. Si serikali sikivu. Sisi kama bunge la wazalendo tumeshazunguka hizi idara zote, mawaziri wote unaona hapa. Tukiwapelekea appointment kuongea nao. Umenisikia? Wanakataa kuchukua barua. Wakichukua wanachukua shingo upande, na sisi tunakuwa wajanja. Tunataka watugongee muhuri wa kuonesha received letter. Ndio tutakapokuwa tukipiga kelele akilisi tunaonesha kwamba tuliwaletea, lakini barua hamkutuita. Wanaogopa kuhojiwa na kuulizwa hapa nini. Kwa mfano sisi bunge la wazalendo ni tofauti na mabunge mengine. Sisi tunakuja tunakushutumu, tunakwambia this is the way to go. Tunatoa suluhu. Tunatoa na suluhu. Tunakwambia hatuji pale utupatie pesa kwa sababu tunaipenda nchi yetu. Tunakuja tunakwambia hapa mheshimiwa unakosea. Twende hivi. Tukienda hivi tutakuwa na mafanikio. Sasa idara zote zikikubali kupata mawazo, wasikilize wananchi wanawaambia nini, sikudanganyi mabadiliko yatakuwepo. Asante sana Edward Rioba, huyo kutoka bunge la wazalendo, sauti ya wananchi. Bila shaka Daktari Luchetu Likaka, asante sana kwa muda wenu, aisee, na fikra zenu na mawazo haya. Tunasubiri kesho kuona iwapo mawili matatu ambayo mmechangia yataangaziwa katika hotuba kesho. Mheshimiwa Rais William Ruto mwendo wa saa 8 atakuwa ni mwenye kuwasili katika bunge la taifa, alafu baadaye pale aingizwe kule ndani na wasimamizi ambao ni maspika wale wabunge wawili, baada ya gwaride na nini kupokelewa. Saa 8:30 juu ya alama atakuwa ni mwenye kupeana taarifa yake ya jinsi hali ilivyo, ni mustakabali wa taifa letu la Kenya, ikiwa sasa inaelekea saa 5:32. Aisee, tunakwenda kwenye mapumziko, nitarudi tuendelee na taarifa zaidi. Endelea kutazama.